basi wapendwa, jambo hili ambalo naendelea kulizungumzia ambavyo kidogo tu. Kwa hivyo mwongozo huu wa kusoma Biblia siku ya leo nitakupeleka moja kwa moja katika sehemu ya kwanza ambapo tutazungumzia, na nimesema leo nitazungumza kwa haraka sana, na ikiwa una swali jiandae ili tuweze kushirikiana. Sehemu ya kwanza siku ya leo nazungumzia mpendwa kuimba nyimbo za Bwana. Na katika utangulizi kuna mwingine ananiandikia hapa kidogo tu, lakini nitarudia nikija hapo. Kwa hivyo licha ya taabu zote ambazo tumesoma juma lile lililopita mpendwa, ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umejengwa upya tayari. Na ukisoma Nehemia hiyo 12:27 hadi 47 inasimulia uwekaji wakifu wa ukuta na furaha ya watu, ambapo ni jambo ambalo lilikuwa limetendeka. Na katika mstari wa 27 hadi 29 katika kitabu cha kusanyiko hili la Walawi mpendwa linatendeka. Yaani ukisoma mstari wa 27 hadi 29 inakuelezea kuwa Walawi hapa walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kuliweka wakifu. Kisha mstari wa 30 unazungumzia utakaso, na katika 31 hadi 42 inazungumzia kwaya mbili ambazo zinajitokeza hapa, na kisha 43 inazungumzia dhabihu, na mwisho naona katika mstari wa 44 na hadi 47 inazungumzia furaha ya makuhani na Walawi. Kwa hivyo mpendwa, hebu nianzie jambo la kwanza hapa, labda kabla niendelee kuimba nyimbo za Bwana, lakini katika lugha ambayo inastahili kuandikwa hapa ilikuwa waandike kusanyiko la Walawi, maana hilo ndilo jambo linalotendeka hapa. Na nikisoma Nehemia hiyo mstari wa 27 ikiwa ni Nehemia 12 inasema, basi walipoweka wakifu ukuta wa Yerusalemu wakawatafuta Walawi katika mahali pao pote ili kuwaleta Yerusalemu wapate kufanya wakifu pamoja na furaha na kwa shukurani na kuimba kwa matoazi, vinanda na vinuvi. Kwa hivyo mpendwa, kuna jambo ambalo linajitokeza hapa katika mstari huu wa 27, na hili ni jambo ambalo mpendwa nimerudia sana na nitaendelea kulirudia ili tuweze kulipata sambamba ama inavyostahili katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia. Unaona hapa wamekusanyika, na jambo ambalo linawafanya wanakusanyika hapa ni kuliweka wakifu, linawaleta wote Yerusalemu ili wapate kufanya wakifu pamoja na furaha na kwa shukrani. Mpenda hapa katika nikikumbuka Mambo ya Nyakati ya kwanza 25, ukisoma mstari wa kwanza hadi wa 8 unaona hapa Daudi alikuwa ameweka huduma ya ibada kwenye hekalu. Aliteua manabii ambao wangeliongoza kusanyiko katika uimbaji, huku wakitumia vyombo vya muziki. Vyombo hivi vya muziki mpendwa, kuna Asafu, kuna Jeduthuni na Hemani. Hicho ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 25 mstari wa kwanza hadi wa 8. Kwa hivyo taifa la Waisraeli mpendwa hapa liliwaigiza kundi maalum Walawi kuwa waimbaji. Kuna jambo ambalo nimejitokeza hapa kuwa taifa la Waisraeli linatenga kundi maalum la Walawi kuwa waimbaji na wanamuziki kwa ajili ya huduma za hekaluni, kwa kuwa ibada ya hekaluni ilipaswa kufanywa kwa uzuri na kwa weledi. Wapendwa, niruhusu niseme jambo hili ambapo tunaliona ama tunalikusudia katika maisha ya usoni ama siku hizi ambazo nyakati hizi tunaishi. Sijui kama mahala ambapo unaabudu
watu kama Waisraeli, kama wana wa Mungu, wanatenga kundi fulani la waimbaji na wanamuziki kwa ajili ya huduma ya hekaluni. Si kwa ajili ya huduma yao wenyewe, si kwa ajili ya huduma ya kujinufaisha ama kujifurahisha wao wenyewe, lakini katika huduma za hekaluni na kwa ibada hekaluni inapaswa kufanywa kwa uzuri na kwa weledi. Hili ni jambo ambalo nilirudia wakati mwingine, ambapo unaona watu tunakuja kuabudu. Na tukija kuabudu wakati mwingine ibada zetu zinakuwa ni za kukera, na watu wanasema wengine vijana wamekuja na lugha inasema wanapoeka, kwa sababu wanachoka. Ni za ibada zetu ni za kuchofia, na vile vile unaona za kuchosha, samahani, na unaona jinsi ambavyo tunatenda hakuna weledi wowote. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lilizingatiwa. Na hapa tunaona Mfalme Daudi, jinsi tumesema, alipanga desturi kwa mfumo mzuri na mtukufu zaidi kuliko ilivyofanyika katika siku zilizopita. Kwa hiyo mpendwa, uzao wa Asafu ambaye Daudi alimteua kama kiongozi wa ibada ya hekaluni bado walikuwa wakiitwa waimbaji. Na ukisoma mstari wa 22 Nehemia 11 mpendwa, juu ya kazi ya nyumba ya Mungu, mambo ambayo alikuwa amewatendea. Na kwa ufupi sana ningependa kusema kuwa baadhi ya watu waimbaji walikuwa ni Walawi, kwa hiyo walikabidhiwa hekalu rasmi. Kwa hivyo unapoona watu wanateuliwa kanisani, kwa lazima wawe washirika wa hilo kanisa ili waweze kuingia katika kundi fulani la uimbaji. Usione ni kama ni sherehe ama mchezo unaotendwa, kwa sababu umeona hapa ni Walawi ambao walikuwa wanafanya ibada katika kanisa, katika hekalu rasmi. Kwa hivyo ni kundi la Walawi, yani watumishi, watu ambao walikuwa wamejitolea kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo mpendwa, kutoa muziki kwa ajili ya huduma ya hekaluni ilikuwa ni kazi yao ya kulipwa. Hilo ni jambo ambalo ningependa kusisitiza, kwa sababu unakumbuka majuma ya mapita kadha wa kadha tumesema kuwa watu walikuwa wanaleta saka na zadaka zao mpendwa, ili waweze kuwalisha Walawi na ile kazi ambayo ilikuwa inafanywa kanisani. Kwa hivyo hawa watu walikuwa wanafanya kazi ya kulipwa. Katika wakati wa Mfalme Daudi mpendwa, shule kamili ya muziki iliundwa, ambayo alijisimamia yeye mwenyewe kama mwanamuziki. Ilikuwa na walimu na wanafunzi wadogo na wakubwa ambao walifanya kazi ya hekaluni na kupeana zamu wakitoa muziki. Baadhi walikuwa ni wapiga vyombo vya muziki, na wengine ni waimbaji, na hata wengine waliviangalia vyombo na mavazi yaliyotumika katika huduma hizo. Kwa hivyo usidhani kuwa watu wanaoimba ni mambo tu ya uimbaji wanafanya. Baadhi yao walipuliza vyombo, wengine wakiimba, na wengine waliwasaidia wao katika kulinda vyombo na mavazi na kadhalika. Kwa hivyo mpendwa, kazi yao ilikuwa ni kusifu kwa ustadi na kuiwasilisha kwa namna bora zaidi, kiasi cha kuweza kuwavutia watu kiroho. Hili ndilo jambo ambalo tumelipoteza katika nyakati hizi na zama zetu katika uimbaji wetu. Mtu mmoja anasema, mimi najua siwezi kuimba, na mnamwacha. Hamjui kuwa anaweza kusimamia uniforms, labda asimamie kuweka vyombo na kufanya jambo lolote ambalo anaweza, ili tuweze kushirikiana. Ningependa kukomea hapo, lakini kabla nitamatishe hapo hiyo sehemu, kuna jambo ambalo ningependa kulisema. Ni kwa njia zipi mpendwa umewahi kuhisi furaha ya ibada kupitia katika muziki? Ni kwa njia zipi ambalo hilo jambo ni la muhimu kwako? Kwa sababu unaona wakati mwingine watu wengi wananiambia, unajua mimi nilikuja kanisani kwa ajili ya nyimbo, na mtu anapokuja kanisani siku 2-3 na nyimbo zinatoweka. Mtu huyo sasa anaona kama furaha ya ibada inaanza kutoweka moja kwa moja. Sehemu ya pili nisungumzie utakaso. Sehemu ya kwanza nimesungumzia kuwa katika kumwabudu Bwana kulikuwa kuimba na nyimbo za Bwana, lakini ni jambo gani ambalo lilitendwa hapo? Lilikuwa ni kusanyiko la Walawi. Si watu walitoka nje makabila mengine, la, ni Waisraeli ambalo ni kundi la Walawi. Kwa hivyo unapoleta watu wengine kutoka mataifa, watu ambao si wa the black, watu ambao sio wa imani yako, wanakuja kuimba, wanakuja wanasema wanataka kusali pamoja nami, unawapa madhabahu, hilo linakuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Sehemu ya pili nisungumzie utakaso. Utakaso mpindwa, baada ya maandiko kuzungumza juu ya uwekaji wakifu wa ukuta na kisha kuwakusanya waimbaji,
Aya inayofuata hiyo ni Nehemia 12 mstari wa 30 mpendwa. Inasema hivi: makuhani na Walawi wakajitakasa, nao wakawatakasa watu na malango na ukuta. Hilo ndilo linazungumziwa katika mstari wa 30. Inazungumza kuhusu mpendwa utakaso. Hapa neno la msingi la Kiebrania kwa ajili ya wanajitakasa umaanisha kuwa safi, kutokuwa na doa, na linatumika katika muktadha mwingi katika Agano la Kale, ikijumuisha ile yenye wazo la kutokuwa na doa na kuwa safi kimaadili mbele za Mungu. Kwa hivyo mpendwa, jambo ambalo nitalizungumzia katika utakaso huu ni kwamba watu pamoja na vyombo walitakaswa kwa kuoshwa. Kwa ufupi kabisa nitasema kuwa watu pamoja na vyombo walitakaswa kwa kuoshwa. Wakati mwingine wangeweza pia kunyunyiziwa kwa maji ya utakaso. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 19, kuna jambo hapo ambalo linajitokeza, na ukipata wakati uende kusoma huko, kwa sababu kuna mambo ambayo yametoozwa na watu wakaanza kuyatenda ambacho ni kinyume cha upatizo na utakaso, mambo tofauti haya. Kwa hivyo huduma hii mpendwa ya ibada haikuhusiana na msamaha wa dhambi, lakini ilikuwa ni kusafisha uovu. Mpendwa, hilo ni jambo nimelizingatia sana katika Yohana wa kwanza, 1 John chapter 1 verse 9, ambayo inazungumzia jambo hilo. Labda kwa sababu ya wakati utaenda usome 1 John chapter 1 verse 9. Hekalu pamoja na huduma zake vilikuwa ni vipengele muhimu vya dini ya Israeli ya kale, lakini hekalu na huduma zake zilikuwa tu ni njia za kufikia lengo lililokusudiwa, wala hazikuwa lengo. Kwa hivyo mpendo, lengo hapa lilikuwa ni kuwaongoza watu kuingia katika uhusiano uletao wokovu na Mungu wao wa agano, Bwana Yesu Kristo, na kujua uweza wake utakasao katika maisha yao. Kwa hivyo mpendwa, Mungu anaweza kubadili akili na mtazamo wetu ili tuhudumu kwake na kumsifu yeye. Pale tunapofahamu mpendwa namna Mungu alivyotusamehe na kutusafisha, tunaitikia kwa furaha na matumaini kwa kumpenda na kumwabudu yeye. Ndio maana Waisraeli wakatenga haya kwa sababu ya utakaso. Hiyo ni sababu mojawapo mpendwa, Waisraeli wa kale walisimulia kile ambacho Mungu alikuwa amekitenda katika siku zao za nyuma, ili wasaidia kufahamu wema na upendo wa Bwana ambao ulikuwa kiini katika furaha na shukrani ambazo zilikuwa zikitakiwa kupenya na kuenea katika uzoefu wao wa ibada. Kwa hivyo mpendwa, bila kujali dhambi zako zilizopita au tabia yako ya sasa, pale msalabani unaweza kupata msamaha kamili na hivi sasa pia. Kwa hivyo mpendwa, wakati ambapo unaimba, wakati ambapo umejitolea kufanya kazi ya Mungu ni vema, lakini inahitaji utakaswe. Inahitaji utafute utakaso, kwa sababu Mungu ndiye anayetutakasa ili tuwe safi, kwa sababu Mungu anahitaji tumtendee ibada ikiwa tumetakaswa pamoja naye. Ni kweli anasema, kujeni zileteni dhambi zenu jinsi ambavyo mlivyo, leteni mizigo yenu bila kujiosha nyinyi wenyewe, lakini unapokuja kwake hutawahi kusalia vile ambavyo ulikuja kwake. Utaweza kutakaswa na uwe safi na uvae kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Na jambo la tatu, lakini kabla niseme jambo la tatu mpendwa, kuna swala ambalo linajitokeza hapo chini. Kwa nini usiudai msamaha huu ambao Yesu anaotoa kwako hivi sasa? Mwandishi anatuuliza swali hilo. Sehemu nyingine nazungumzia asante. Sehemu nyingine hapa nazungumzia kwaya mbili kubwa za kutoa shukrani ambazo zilikuwa zimeteuliwa, na ninasoma katika mstari wa 40 na 42. Ndivyo walivyosimama mikutano miwili yao walioshukuru nyumbani mwa Mungu. Na 42 nasema, waimbaji wakaimba kwa sauti kuu, wenye Yezrahia kuwa msimamizi wao. Kwaya kubwa mbili mpendwa
zilielekea njia mbili tofauti, yani kwenye ukuta. Kwa kwaya ya kwanza, Ezra aliongoza kwaya ya kwanza, na kwaya ya pili Nehemia alienda na kwaya ya pili. Haya ni mambo ya muhimu sana ambayo nimeyasema kwa ufupi, na ni mambo ya muhimu ili tuweze kuyazingatia, kwa sababu kazi ya Mungu si ya mtu mmoja kuifanya na kuitenda kadhani kana kwamba yeye ndiye anajua kila jambo. Yeye ndiye anakusanya, anasanya sadaka, yeye ndiye anahubiri, yeye ndiye anasema hadithi ya watoto, yeye ndiye anafundisha lesoni, yeye ndiye mwimbaji. Si ya mtu mmoja, ni kazi ya kusaidiana, lakini inahitaji vile vile watu ambao wamejitolea, watu ambao wanamfahamu Mungu, watu ambao wanamuhimidi Mungu, na watu ambao wanamheshimu, wanajua jambo ambalo watalifanya. Hili ni jambo la muhimu sana wakati kama huu ambapo tunaona watu na tunafanya uchaguzi katika kanisa ama kusanyiko letu lolote ili watu waweze kutuongoza. Wakati mwingi atuangalii jinsi ambavyo mtu amemfahamu ama uhusiano wa mtu na Mwenyezi Mungu wake. Wakati mwingi tunaangalia mambo mengine ambayo ni tofauti. Baada ya kushuka kutoka ukutani, mpendwa, kwaya hizi zote zilienda pamoja kuingia hekaluni. Kila kwaya ilienda sehemu yake ya ukuta, lakini mwisho wakashuka kutoka ukutani na kwaya hizi zikaenda pamoja kuingia hekaluni. Mpendwa, watu walizifuata kwaya na wakajiunga katika ibada. Walisujudu ili kuomba. Muziki daima umekuwa nyenzo ya kuinua mawazo yetu kumwelekea Mungu. Mpendwa, inaweza kuboresha uzoefu wetu wa kuabudu. Ni jambo ambalo nimelizungumzia. Lakini sehemu ya huduma ya ibada katika siku za Nehemia, mpendwa, ilikuwa ni kuunda kwaya mbili za kushukuru ambazo zilizunguka Yerusalemu zikimba, huku zikiungana na vyombo vya muziki. Zilianzia mahali pamoja na kisha zikagawanyika, kila moja ikielekea upande tofauti kuzunguka ukuta wa mji. Kundi moja nimesema liongozwa na Ezra ambaye alitangulia mbele, na kundi lingine lilikuwa na Nehemia nyuma yao. Kwa hivyo mpendwa, kwaya hizi mbili zilikutana tena mara moja katika lango la chemchemi, na kutoka pale wakasonga mbele kuingia hekaluni. Makuhani waliopiga tarumbeta ama baragumu walikamilisha, mpendwa, kila msururu. Mara tu kwaya ilipoingia hekaluni, walisimama wakaangaliana. Yalikuwa ni maandamano na huduma ya ibada vilivyopangwa vizuri mno. Kwa hivyo mpendwa, kujibu ni kwa nini muziki ni sehemu muhimu kiasi kile ya maadhimisho na huduma ya ibada ile, inabidi tuangalie maana yake katika muktadha wa hekalu ambalo tunalizungumzia leo. Muziki ndani ya hekalu haukuwa burudani ambayo watu walikuja ili wapate kuifurahia, kama vile kwenda kusikiliza symphony, yani aina ya muziki upiwao kwa kutumia ala nyingi kwa pamoja, ama mambo haya tunao ya shuhudia nyakati hizi. Mpendwa, hakika wanamuziki walipoimba na kupiga vyombo, watu waliinama na kuomba. Ilikuwa ni sehemu ya ibada. Sijui kama mnapoimba kanisani mwenu watu wanafurahia, inakuwa ni sehemu ya ibada, ama watu wanashangilia, wanasema tumetumbuizwa kweli. Mpendwa, tendo la kiini la hekalu la ibada ilihusu utoaji wa makafara, na lenyewe ilikuwa kwa hakika ni tendo lisilopendeza. Kwa hivyo, hata hivyo mpendwa, walikuwa wanafanya kitu gani zaidi ya kukata koo za wanyama wasio na hatia? Upigaji wa muziki mzuri kiasi kile, mpendwa, kwa namna nyingi, kando ya kuinua tu mawazo ya watu kuelekea mbinguni, uliwasaidia kufanya ibada yote kuwa uzoefu wa kupendeza zaidi. Mpendwa, jinsi ambavyo nimesema tena, kote duniani na mbinguni, muziki ni sehemu ya uzoefu wa ibada. Nataka uzingatie kwamba katika aya za ambazo tumezungumzia, uimbaji unahusu yote ambayo Bwana amekwisha kukitenda kwa watu wake, ikijumuisha kuwapa ushindi. Unaona, anasema ushindi juu ya mnyama, na ni sifa kwa Mungu kwa ajili ya matendo yake ya wokovu. Nyimbo zetu siku hizi zinazingatia nini?
zinasifu Mungu, zinazingatia anayotutendea, aliyotutendea na atakayotutendea katika siku zijazo, ama yanatuzungumzia sisi wenyewe, yanazungumza jinsi ambavyo labda tunajisifu, jinsi ambavyo tumeshinda katika kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Ni jambo ambalo mpendwa, tutaendelea kumsifu Mungu kwa muziki mbinguni na katika nchi mpya. Kwa hivyo inabidi ubadilishe mtazamo wako, jinsi ambavyo unavyomtukuza Mwenyezi Mungu. Na ninapoendelea, nataka kuzungumzia sehemu nyingine ambayo ni dhabihu. Na dhabihu ni sehemu ambayo nakupeleka katika mstari wa 43, ambapo ni Nehemia 12. Nayo Biblia inasema, wakatoa dhabihu nyingi siku ile, wakafurahi, kwa kuwa Mungu amewafurahisha furaha kuu, na wanawake pia na watoto wakafurahi. Hata ikasikiwa mbali sana furaha hiyo ya Yerusalemu. Wapendwa, dhabihu zilikuwa ni kipengele muhimu zaidi cha ibada katika wakati wa hekalu. Na tunapozungumza dhabihu, mpendwa, kadhaa tofauti zilitumika kwa ajili ya ahadi ya msamaha au kuonesha furaha na shukrani kwa Mungu. Dhabihu zilitoa kiini cha ibada kwa vile ziliwakumbusha waabuduo kuhusu ukweli wa Mungu na kwamba yeye ni nani, na kuelekeza kwa mzao aliyeahidiwa, yani Masihi, ambaye angalijitoa maisha yake kuwa kafara kwa ajili yao, kwa sababu yeye ni mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo jambo ambalo lilikuwa linazingatiwa katika dhabihu ni kwamba ndizo zilikuwa kiini ama msingi wa ibada hekaluni. Wapendwa, ningependa kurudia kuwa dhabihu ndizo zilikuwa kiini ama msingi wa ibada hekaluni. Haikuwa kwenda kukaa kule kusengenyana, haikuwa kwenda kukaa kule kufanya mambo mengine ambayo hayahusiani ama yalingani na dhabihu. Dhabihu ndizo zilikuwa kiini ama msingi wa ibada hekaluni. Utakaso, ibada na nyimbo havikuwa na umuhimu bila dhabihu, mpendwa. Utakaso ni mwema, ni vema, ni mwafaka kabisa. Ibada ni nzuri, na vile vile nyimbo ambazo tumezungumzia ni nzuri kabisa. Lakini hazikuwa na umuhimu wowote bila dhabihu. Dhabihu hizo, mpendwa, zilikuwa ishara ya nini? Ya mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu, kulingana na Yohana 1:29. Yesu ndiye kiini cha ibada. Unapoingia katika madhabahu, unapoingia katika hekalu, unapoingia katika kusali, ikiwa hubiri lako, ikiwa kila jambo unalolifanya alizingatia dhabihu, yani ambayo inamwashiria mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu, labda basi hicho kiini cha ibada yako kiweze kuwa kimekamilika. Maana Ufunuo 5 mstari wa 6, Ufunuo hiyo 5 mstari wa 12 hadi 13, kwa kifo chake msalabani anastahili kupokea shukrani zetu katika sifa na ibada. Kwa hivyo jambo ambalo linafanya astahili sifa zetu na ibada, hivi vyote vinakuja kwa nini? Kwa sababu ya kifo chake msalabani. Kwa hivyo Ufunuo inatudhihirishia kwamba kwa kifo chake msalabani anastahili kupokea shukrani zetu katika sifa na ibada. Labda ni zungumzie jambo moja hapo kabla nitamatishe. Tunapomkaribia Mungu ni lazima iwe ni kwa kicho na uchaji, pamoja na kwa furaha. Ndio hiyo sehemu nitaka kusoma. Okay. Zaburi 95 inaonyesha kwamba tendo la kweli la uchaji, yani kumcha Mungu, linahusisha wito wa kuimba, kufanya shangwe kwa Bwana, pia kusujudu na kupiga magoti mbele za Bwana. Kujitahidi kufikia uwiano kati ya furaha
na kumcha Mungu ni muhimu katika kumpenda, katika kumsifu na kumwabudu muumbaji wetu. Kwa hivyo mpendwa, hapa ibada inahusisha mambo haya yanayofuata. Tunapozungumzia ibada, inahusisha uimbaji, inahusisha muziki, inahusisha furaha na kwa unyenyekevu kupiga magoti mbele za Mungu. Sasa hebu fikiria ibada unayoifanya. Najua siku moja imesalia uende kufanya ibada tena. Ibada yako inahusisha uimbaji, inahusisha muziki, inahusisha furaha na kwa unyenyekevu kumalizia kupiga magoti mbele za Mungu. Hiyo ni Zaburi 95. Katika sehemu ya mwisho, kuwafurahia makuhani na Walawi, niko katika mstari wa mwisho asubuhi ya leo, mstari wa 44 katika Nehemia 12. Kwa maana Yuda wafurahia makuhani na Walawi waliotumika. Hilo ni jambo mwafaka mpendwa. Katika nataka kusoma katika lugha ya Kiingereza, kuna jambo ambalo linajitokeza hapa. Priests and Levites as part of worship. Why did Judah rejoice over the priests and the Levites who ministered? Why were they important? The intercession of Christ in man's behalf in the sanctuary above is an essential to the plan of salvation, as was his death upon the cross. By his death, he began that work which after his resurrection, he ascended to complete in heaven. We must by faith enter within the veil, whither the forerunner is for us entered. Hicho ni kitabu cha Vita Kuu, yani The Great Controversy, page 489. Wapendwa, kazi ya makuhani ilikuwa ni ishara ya maombezi ya Yesu katika hekalu la mbinguni. Makuhani ndio walikuwa wanafanya kazi ya maombezi, na hii ilikuwa ni ishara ya maombezi ya Yesu katika hekalu la mbinguni. Ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi katika mwongozo huu, tunapozungumzia kazi ya makuhani, makuhani ndio walikuwa wanazichukua dhambi za wananchi, wana wa Israeli, kisha wanaenda kuziungama kwa niaba yao, wanaenda kufanya maombezi. Na hii kazi ndiyo Yesu, kulingana na kitabu cha Waebrania, ndiyo Yesu anayoifanya kule mbinguni. Samahani. Kwa hivyo Walawi walikuwa wakiwasaidia hao katika kuendesha huduma hiyo mpendwa. Walawi waliwasaidia kufanya kazi ya usaidizi. Ukuhani mpendwa hauhitajiki tena. Ni jambo ambalo natamatisha kwalo, na ningependa nirudie kwa sababu kuna watu wanafikiria kwa tunahitaji makuhani sasa. Ukuhani hauhitajiki tena kwa sababu Yesu mwenyewe anafanya kazi kama kuhani wetu sasa. I think hilo limeingia. Kazi ya ukuhani hauhitajiki tena. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yeye mwenyewe anafanya kazi kama kuhani wetu sasa. Hata hivyo, kazi iliyofanywa na Walawi bado ni ya muhimu kwa kanisa la leo. Walawi wa kisasa lazima wajali kazi ya kuhubiri, wajali kazi ya uinjilisti, na wajali kazi ya malezi ya kimwili wa kanisa, mambo kama muziki. Kwa hiyo mpendwa, ni lazima tuwasaidie wachungaji na watumishi kiuchumi na kiroho. Ni lazima pia tutie moyo na kusifia kazi ya kila mmoja ambaye anahudumu kanisani kwa namna yoyote ile. Sije ukadhani kuwa watumishi wa Mungu, wachungaji ndio pekee wanafanya kazi kanisani. Ni lazima we have to recognize kazi ambayo inatendwa na watu wengine, washirika wote. Ni lazima tutie moyo na kusifia kazi ya kila mmoja, maana sisi kama mwili,
kazi tunayoifanya pamoja. Yule ambaye anasanya sadaka kama shemazi, yule ambaye anakaribisha wageni, yule ambaye anafundisha watoto, yule ambaye anaongoza ibada, yule ambaye anawakumbusha kama timekeeper, kila mmoja, yule ambaye anahesabu fedha wakati ule ambapo zimekusanywa. Ni lazima tutie moyo na kusifia kazi ya kila mmoja wetu ambaye anahudumu kanisani kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo mpendwa, Dada White katika kitabu Sons and Daughters of God, toleo lake la mwezi wa 6 tarehe 10, aliandika hivi: elimishe roho katika furaha, kushukuru na kutoa shukrani kwa Mungu kwa upendo mkubwa ambao alituma. Furaha ya Mkristo ni uzuri wa mtakatifu. Kama watoto wa nuru, Mungu anaandaa moyo wa ukunjufu, roho ya furaha, kwamba tutaendelea kumsifu yeye ambaye ametuita kutoka gizani kuja katika nuru yake ya ajabu. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo, mchana ama jioni ya leo, wala ambao mnanitazama, wala ambao mnasikiliza kwa njia yoyote ile, licha ya taabu zote, ukuta wa Yerusalemu tumesema ulikuwa umejengwa upya tayari. Kwa hivyo tukaona kuwa Walawi wakakaa pamoja na wakakusanyika. Kwa hivyo kulikuwa na kusanyiko la Walawi, wakaanza kufanya ibada. Lakini kabla hayo basi walifanya nini? Katika mstari wa 30 tulisoma walihitaji utakaso, na kisha wakateua kwaya 2 ambazo zilikuwa zinasaidia katika ibada, na hizi kwaya ziliteuliwa kutoka katika kundi la Walawi, na kisha wakazungumzia sehemu kubwa ambayo ilikuwa inasimamia hekalu ambayo ni dhabihu, na kisha wakaonesha furaha kwa makuhani na Walawi. Hilo ni jambo ambalo tunastahili kulizingatia, na Mungu akubariki unapofikiria mambo haya na unapoyaona jinsi ambavyo yalikuwa yanatendwa, nawe while you are examining yourself, unapojiangalia na uweze kujua kudhadhimini kuwa wewe kweli unafanya jinsi ambavyo inastahili ama namna gani. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako, na asante kwa neno ambalo umetufundisha asubuhi ya leo kulingana na yale ambayo yalikuwa yanatendwa, na utusaidie ili tuweze kutenda vile vile, tukikusubiri unapoendelea kutuombea kule mbinguni, Yesu, kama kuhani wetu mkuu. Tusamehe dhambi, utusafi, tufae machoni pako. Bariki yule msikilizaji, bariki yule mtazamaji, na wale ambao tumelipata na wale watalipata baadaye. Uweze kuleta uwisho wako kupitia kwa Roho Mtakatifu, na zidi kutufundisha siku baada ya nyingine, tuweze kuwa na yale ambayo tunastahili kuyatenda katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Nitapeana nafasi 2 ama 3 tu ili tuweze kuona jinsi ambavyo tutashirikiana asubuhi ya leo. Kiongozi, nimerudi kwako. Are muted and they can unmute themselves. Haya basi. Mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa na swali. Je, sisi tutajitakasa vipi? Kwa sababu hiyo tumejifunza jinsi hekaluni Walawi walivyojitakasa na walivyomwinua Mungu katika ibada zao. Je, mimi mtu binafsi, kwa sababu kanisa linaanzia mahali nilipo, ninamwakilisha Mungu, ninajitakasa vipi ninapomkaribia Mungu, kumwimbia na kumsifu? Kwa sababu umezungumzia kwamba vijana wa sasa hivi wakiingia kanisani wanaboreka. Tunaboreka vipi wakati tunamwimbia Mungu wa mbinguni? Mimi mwenyewe najiandaa vipi ya kwamba ninasogea madhabahuni pa Yesu Kristo? Nifanyeje ili nipate kujisikia niko mbele za Mungu, na kwa msiadi kumwangalia binadamu? Ninaenda kwa ajili ya utakaso wa dhambi zangu binafsi pamoja na watu wengine. Utanisaidiaje kunifanya niweze kuwa na furaha mbele za Mungu katika hilo swali? Asante. Nani ambaye atajaribu kujibu? Bonyeza *6 ili uweze kuongeza. Tutajitakasa namna gani? Yeyote?
Hello. Naam. Utakaso si kwako wewe mwenyewe. Utakaso utakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anatutakasa. Sisi hatuwezi kujitakasa. Roho Mtakatifu wa Yesu ndio atatutakasa. Wakati tutaomba sana, tukiomba huo roho, na roho ikishuka kwetu, basi tutatakasika. Asante. Mwingine? Na kwa sababu ya muda, ningependa nikukumbushe ukipata wakati uende katika Yohana wa kwanza ile tulisoma 1 mstari wa 7 hadi wa 9. Na bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Ndio maana sasa Yohana anazidi kusema hapo kwa tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha kwa udhalimu wote. Kwa hivyo wapendwa, kwetu sisi leo, uzoefu na ufahamu wa msamaha wa dhambi ungepaswa kuleta shukrani kwa Mungu na wazo la tumaini na furaha. Ndipo kwa hivyo wapendwa, jambo kuu ni kwamba tuweze kuomba msamaha kamili, na hivi sasa Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakubali. Katika lugha ya Kiingereza ilikuwa inasema the experience and appreciation of forgiveness for sin should come out of gratitude to God and a sense of hope and joy. Then it is easy to praise the Lord and express appreciation for the beauty of his character. And what greater revelation of God's character can we have than seeing Jesus on the cross bearing the punishment for our sins, so we don't have to bear that punishment ourselves. Na hapo ndipo basi tutatafuta utakaso, kwa sababu tunajua kuwa alikufa msalabani ili tuweze kutakaswa, lakini lazima tuungame. Amen. Naam. Kuna nafasi moja. Okay, mimi nilikuwa tunamalizia kwa kuchangia ya kwamba unasema watu wanaboreka. Sidhani kama ulivyosema ya kwamba tunapaswa kwenda na moyo wa kuchangamka na furaha, kwa sababu tayari Yesu alishalipa bei, na kwamba tunapata msamaha kupitia njia ya Yesu Kristo. Kama Wakristo hatuna sababu ya kuruhusu kukosa furaha yetu ya kumtukuza Mungu na kumsifu na kumuinua kama walivyofanya Walawi kipindi hicho. Wakati wanalikabidhi hekalu, wanamtukuza Mungu kwa nyimbo zenye kumtukuza Mungu. Mimi binafsi, wewe binafsi, tunapaswa kuelewa ni nini Yesu alichokifanya katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na moyo wa kuchangamka na kumshukuru na kuimba kila wakati. Tusiruhusu shetani alete ndani ya moyo wetu kusema leo ibada ya leo nimeboreka. Hatuna sababu ya kuboreka, kwa sababu tunaenda kwa ajili ya Yesu Kristo. Tunaenda kwa ajili ya neno la uzima ambalo linamwokoa mtu binafsi. Ni saa ya kujioji, ibada yangu inampa Mungu utukufu. Inainua sifa na utukufu kwa Mungu, kama ambavyo somo linatukumbusha ni wapi tumerudi nyuma. Ni wapi tumeshindwa kuinua utukufu wa Mungu kama wenzetu walivyomuinua Mungu kwa utukufu kwa nyimbo. Nikiangalia nyimbo nyingi za sasa hivi, sijui huko nyumbani tulikotoka, baadhi ya makanisa mengine tumeingiza uimbaji wa watu wa mataifa. Watu wanaimba nyimbo ambazo hazimpi Mungu utukufu, zinajaribu kuingiza mambo ambayo yanafanana na ya ulimwengu. Kama kanisa tunasaidiaje? Unakuta viongozi wa kanisa wanaridhia, hakuna kuwasaidia. Wakati mwingine waimbaji wanatakiwa kusaidiwa. Unapomsaidia mtu anajua hapa kumbe nimeenda mbali, ninahitaji kuenenda katika hivi. Kwa hiyo kama washiriki na kanisa la Mungu, kama ulivyosema ya kwamba tuenende nuruni, sisi ni watu wa nuru. Mungu ametupatia nuru kuelewa ni jinsi gani tunapaswa kumwabudu Mungu na kuimba na kumtukuza. Asante kwa somo la leo, mtu wa Mungu.
Asante sana. Sijui kama kuna yeyote tumefungia nje. Asante basi, ningependa kutamatishia hapo. Mungu awabariki, muwe na siku njema. Coordinator, unaweza kutuelekeza katika sehemu imesalia dakika 2 ama 3. Naona makoordineta wapo, wewe ungefunga tu kwa maombi ili tutawanyike na kupeana salamu. Naona dada Abigail ameingia hapo. Okay. Naam. Asante Muradia, asante kwa neno asubuhi ya leo, message ya leo. Kila wakati inakuwa ni powerful messages. Nilikuwa nacheka mimi mwenyewe kuwa mtu akienda kanisani na hali unasema tumepoeka wala nini. Yaani inaleta huzuni kwa roho yangu kwa ukiamka asubuhi umeamkaje. Mara nyingi nikiamka asubuhi naweka nyimbo za Global Radio. Na hizo nyimbo za zingine zinaniingia, nasikia vizuri, nasikia niko na raha, nikienda kanisani, I'm just smiling. Hata wakati watu unaona kama ni mahubiri watu wameanza kutoka, ninashindwa je, imekuwa vipi? Kwa kusema ukweli, kama hatutaruhusu Roho Mtakatifu akae kwa ndani yetu. Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza. Roho Mtakatifu ndiye anatuletea atmosphere iliyo nzuri kwa maisha yetu. Na kama hayuko, basi tunakuwa empty, tunakuwa bored, tunakuwa mambo mingi. Lakini tukimwangalia Yesu msalabani vile Umrali amesema, kwa kweli utapata raha. Na ukijua ni kwa nini kweli, ni kiini gani kilimfanya akakufa. Alikufa kwa ajili yako na mimi ili tuweze kupata wokovu. Asante Umralia, ubarikiwe. Na tumeona vile walitembea, na sisi hebu tutembee hivyo hivyo ili Bwana aweze kutuangazia siku kwa siku. Tuweze kujihumble ourselves na kumuomba, na tutapata msamaha wa pekee. Tutapata raha rohoni mwetu. Tutapata maisha yaliyo rahisi, si ya stressful. Asante kwa nisikue mrefu sana. Asante. Sasa Umralia, nitaomba uweze kutusalimu ili tukiendelea kumaliza. Dada alikuwa amesema umalize na maombi, na mimi nitakwambia unaweza maliza na maombi, na ukiwa na wakati utuwekee zile nyimbo zinatufanya roho zetu zinachangamka. Asante, karibu. Asante sana. Wana wa Mungu, acha nikusalimu. Mjambo? Jambo. Kabla niombe, sijui kama dada leo ulikuwa na jambo. Yenye nilikuwa nalo ni kama mawazo yangu ilikuwa mawazo yako, na ule mama mwingine amesema ya kwamba mtu kujitakaza ni kwamba ni lazima upate kuwa na umechikana mwenyewe kwa maombi, uombe kabisa na kuomba kwa imani. Mungu atasikia hiyo maombi na utakuwa sasa umetakasika kwa Mungu. Vile dada aliuliza swali devota, hiyo ndio ningekuwa ninasema. Asante sana. Hebu na tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wakati huu. Asante kwa neno lako, na siku hii tuwajikabidhi kwako. Uwe pamoja nasi, utuandae kwa ufalme wako. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Tusalimu Murad. Oli tusalimu. Asante sana, nimewasalimu tena. Mjambo? Jambo. Uwe na siku njema. Inakuwa ni raha kusikia kusalimia. Asante Umrali, ubarikiwe. Na Mama Tipota, tusalimu.
Napenda kuwasalimia wana na binti wa mfalme. Habari ya asubuhi. Njema. Jambo. Bwana atubariki sana. Amen. Dada Mabeya, tusalimu. Halo, wana wa Mungu na wasalimu nyote, hamjambo? Tujambo. Sana. Bwana inuliwe juu. Amina. Amen. Bila Roho Mtakatifu, watoto wa Mungu hatutaelewa maneno haya. Haya maneno anataka ombi kubwa sana, na kupitia kwa ombi na kujikana we mwenyewe binafsi, basi ufalme wa mbingu ni wako. Lakini kama wewe huwezi kujihoji, utafanya kazi bure. Asante. Amina. Amen. Dada Lea, tusalimu. Nami nawasalimu Omuralia na wote ambao tumesikia neno hili katika jina la Yesu. Amjambo nyote. Hatujambo. Jambo. Asante kwa yote yametendeka. Na ni asante kwa Mungu amemponya Omuralia last wiki hatukuwa na yeye. Mungu amemponya na jina lake litukuzwe. Amen. Amen. Ainuliwe siku zote. Uwe na sabato njema. Amen. Endelea, nilikuwa nasema muwe na sabato njema. Na wewe uwe na sabato njema, inaanza tomorrow. Sabato ni kila siku. Asante, naona nitawacha. Haya. Tunajiandaa kwa kila siku kwa sabato. Amen. Ni kweli kabisa. Kila siku